Beloved, mambo, habari za wiki. Hallelujah. I'm glad. As long as I see you, najua yuko na amani, uko na furaha, uko na happy. Pole na heka za hapa na pale. It's all about life. Yeah. Ndio najua kazini kuna sometimes mnaboa, a lot of confusion, but jua kama neno la Mungu linavyosema, tunatakiwa tunatumikia, tujue tunatumikia Bwana. Ndio najua kuna changamoto, ndio najua kuna complaints, ndio najua kuna sometimes you don't understand, but just stay still. Trust his promise. Sawa I know even for you, my fellow students, study hard. Yeah, you know everything good will look good for you, you too. I love you very much. Basi, ngoja tuachilie neema ya Kristo ikatuongoze. Neema ya Kristo ikizidia fahamu zote na ufahamu wa Mungu uzidie fahamu zote kwa tutangulie muda na sasa tunapoenda kudiskasi somo letu la kututia nguvu kimwili na kiroho, ambapo tukaishi siku zote ndani yako na ndani yetu kupitia ile neno la leo. Bwana Yesu apewe sifa. Basi somo la leo kama title unavyosema, kutambua mamlaka kama watoto wa mfalme. Yeah, wewe ni mtoto wa mfalme. Tunatakiwa, mimi pia ni mtoto wa mfalme. Tunatakiwa tutambue mamlaka tuliyokuwa nayo ndani ya Kristo Bwana wetu. Haleluya. Yes. Tunaweza ukafungua na mimi kutoka Marko. Kama una Marko, huna Bible karibu, unaweza kaangalia hata kwenye simu, kwenye laptop yako. Marko. Are you there? Ushafika? Okay, nakusubiria. Marko 16. Sawa sawa, tuko pamoja. Umefika? Haya, pamoja na mimi nimefika. Basi tuanze kuanzia ule mstari wa 9 mpaka wa 19. Ukipata muda utasoma, lakini mimi nitakazia kuanzia mstari wa 14 mpaka wa 18. Bwana Yesu apewe sifa. Haleluya. Somo ni kwamba linasema, kichwa cha somo kwamba tutambue mamlaka tuliyokuwa nayo kama watoto wa Kikristo. Haleluya. Haleluya. Yeah, I love you too. Thank you. Tukianza ule mstari wa 14, neno la Bwana linasema, baadaye akaonekana na wale 11 waliokuwako wakila. Akawakemea kwa kutokuamini kwao na ugumu wa mioyo yao, kwa kuwa hawakusadiki wale waliomwona alipofufuka katika wafu. Akawaambia, enendeni ulimwenguni mote, mkaihubiri Injili kwa kila kiumbe. Aaminie, mstari wa 16, aaminie na kuokoka. Aaminie na kubatizwa ataokoka, asiamini atakwisha kuhukumiwa au amekwisha kuhukumiwa. Maana hapo tukikazia kwamba kwenye mstari wa 16, usipomwamini Kristo tu, my dear, ushekwisha kuhukumiwa, kama anavyoambia kwamba every time. Yaani tusipokuwa na hofu ya Kristo tuko gizani. Haijalishi my dear, my darling brother, my darling sister, my darling elder, my darling fellow, my darling son and daughter. Haijalishi unatoa msaada kiasi gani, haijalishi unatenda matendo mema kiasi gani. Yaani usipokuwa na Kristo, my dear, upo kwenye giza, tena giza kuu. Haleluya. Kwa hiyo tunaposoma hivi, kama hujaokoka, ipokee nuru ya Kristo ikumulikie maisha yako. Yaani muamini kwamba yeye ni Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Hapo tayari hutahukumiwa, naye utaona neema Mungu ikikuzukia katika maisha yako. Ukisema, madam, mimi mbona natoa misaada? Madam, mimi mbona dini yangu hii, dini yangu ile? Dini, hatuna shida na dini. Cha msingi katika hiyo dini yako, uwe Hindu, uwe Islamic, whatever, cha msingi uwe na Kristo. Hiyo ndo siri ya maisha pia. Sawa Kwa hiyo tuzingatie somo letu ndio lile kwamba tunatakiwa tutambue mamlaka alionayo. Umeona kwamba pa Mungu akamwambia anatutuma hivi ulimwenguni, yoyote atakayeamini amekwisha kupata uzima wa milele, asiamini amekwisha kuhukumiwa. Lakini pia anaendelea akasema, na ishara hizi zitafuatana na hao waaminio, kwa jina langu watatoa pepo, watasema kwa lugha mpya, watashika nyoka, hata wakinywa kitu cha kuficha
hakitawadhuru kabisa. Watawekea mikono yao juu ya wagonjwa nao watapata afya. Basi Bwana Yesu baada ya kusema nao akachukuliwa juu mbinguni akaketi mkono wa kuume wa Mungu. Na wale wakatoka wakaihubiri kote injili ya Bwana wetu Yesu Kristo, Bwana akitenda kazi pamoja nao na kulithibitisha lile neno kwa ishara zilizofuatana nalo. Haleluya. Kama nilivyowaambia, mstari wetu wa kushikilia au wa kuzingatia ni huu wa 17. Kwamba tunaona sisi kama watoto wa Kikristo tunatakiwa tutambue mamlaka tulionayo. Haleluya kijana wa Bwana, haleluya mtumishi wa Mungu, haleluya beautiful son and daughter of Lord Jesus Christ. Haleluya. Amesema kabisa, na ishara hizi zitafuata nao hao waaminio, kwa jina langu watatoa pepo. Shandara masata raba masita. Kumbe kwa jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Kwa hiyo ndani ya jina la Yesu, jina la Yesu lina nguvu, jina la Yesu lina mamlaka. Shandara pa masika mandira mavaga. Haleluya. Mandara pa masika. Jina la Yesu lina nguvu na nini? Lina mamlaka. Yes. Kwamba kwa jina lake utatoa pepo. Shataraba masata. Pepo utatoa. Na pepo sio tu mapepo au mashetani na nini. Hata kama unaona kabisa katika, yani unaona vitu vielewi, toa pepo, unakemea, unaondoa hiyo pepo. Unasema katika jina la Yesu nimekataa hali ya uchovu, nimekataa hali ya manunguniko, nimekataa hali ya kukasirika. Rasita kwa mamlaka ya jina la Yesu nimekataa hali katika jina la Yesu. Yani tujue kabisa ndani ya jina la Yesu ni nguvu ya Mwenyezi. Jina la Yesu ni nguvu. Jina la Yesu ni mamlaka. Ndio maana amesema Yesu, jina la Yesu ni jina kupita majina yote duniani. Na tukumbuke kabisa, wewe ukiokoka, wewe Yesu yupo ndani yako. Kama yupo ndani yako, wewe unatawala naye hapa duniani, mbinguni na kila sehemu. Maana ndio mama anasema sisi ni watoto wa Kristo. Sisi ni watoto wa Mungu aliye hai kupitia nani? Bwana wetu Yesu Kristo. Kwa hiyo ukiwa pamoja na Yesu, ukiwa unamwamini, hakika amesema ametuketisha mahali pa juu sana kushinda kila kitu. Kwa hiyo my dear, rika sandara mavaga, usiogope wachawi, usiogope mapepo, usiogope nguvu za giza, usiogope binadamu, usiogope kitu chochote. Jua kabisa mamlaka uliyokuwa nayo ya Kristo Yesu ni kubwa. Ndio maana amesema ametuketisha juu sana kuliko falme, kuliko mamlaka, kuliko wenye majina yao, kuliko vitu vya aina yote, falme za giza, kila kitu ametuketisha juu sana. Hivyo vyote vipo chini ya miguu yetu. Ndio, yes. Mwana mfalme kabisa. Vipo nini? Chini ya miguu yetu. Shandara masika. Yes. Kwa utaki kuogopa. Umeona kabisa Mungu kashitupa mamlaka. Jina la Yesu lina nguvu. Ndani ya jina la Yesu linatoa mapepo. Situation yote ambayo wewe unasema kwa mamlaka ya jina la Yesu nimesema toeka. Lakini my dear, remind you and mind you. Usije ukasema hivyo lakini umwamini Kristo. Umeona labda mtu situation ya rafiki yako anauma, unasema ngoja nisema kwa jina la Yesu. Uhakikisha una Yesu moyoni mwako. Hiyo jina ndio linafanya kazi. Haleluya. Haleluya wana mfalme. Yes. Ndio. Tunatakiwa turinge kwa sababu tunamwamini Kristo. Sisi ni wafalme eti. Haleluya. Tuamke vijana, tuamke watumishi, tuamke tujitambue kwamba sisi ni watoto wa falme na tuishi katika amani na nguvu na ujasiri mwingi. Haleluya. Amen. Na pia tunaendelea hapo, anasema kwamba watasema kwa lugha mpya. Shandira masata rapa mavaga. Rika satarapa. Kama unasema mimi siwezi kupokea, sina lugha mpya, nami nakutamkia sasa. Kuanzia sasa, amini. Ninaachilia nguvu ya Roho Mtakatifu. Pokea kwa lugha mpya. Rasa tarapa mavaga. Pokea Roho Mtakatifu. Pokea Roho Mtakatifu. Pokea Roho Mtakatifu. Shandarapa mavaga. Panua mdomo, fungua. Rasa tarapa papa. Rasa tarapa papa. Resi tarapa papa. Rita baba. Usiogope hata unavyoongea lugha ambayo mpya. Hiyo ni nguvu za Mungu na hiyo ni translation ya ulimwengu wa roho, ambapo ni speak language of heaven. Kupitia ukiwa unanena na lugha ya Mungu, lugha mpya. Yani kitu chochote unachokinenea kinakuwa easy go away kushinda kuomba hivi kawaida. Kwa hiyo Mungu kupitia jina la Yesu tunanena lugha mpya. Wewe sema kwa mamlaka jina la Yesu, alafu jiachilie. Mungu kuachilia nguvu na utashangaa una speak kwa lugha mpya. Na hapa katika lugha mpya, na sio tu lugha mpya, maana kama jina la Yesu linasababisha tunene lugha mpya, basi jina la Yesu pia linawezesha. Kwa mamlaka jina la Yesu unapata akili ya kufanya kitu kipya. Haleluya. Amen. Ndio, sio tu kitu kipya, unaweza ukafanya chochote kipya, kwamba jina la Yesu linazalisha kitu kipya. Rabosha kamanda rawa masata rika satarapa. Haleluya.
Haleluya, watumishi wa Bwana. Kwa hiyo jina la Yesu lina nguvu. Jina la Yesu lina mamlaka. Jina la Yesu ni ushindi wetu. Pia anaendelea kusema kwamba watashika nyoka. Watashika nyoka. Una kitu gani unachopitia? Unachokiona kwa kigumu? Kwa mamlaka ya jina la Yesu, shika, toa, haribu, angamiza. Raba mama sata, raba mavaga. Ninakutamkia uzima. Hiko kicho kinachokusumbuiwa, toka huyo nyoka. Ninashika katika ulimwengu wa roho. Toka, achia kichwa chake. Achia moyo wake. Toka kwa damu na kondoo. Mawazo ya kishetani, mawazo mabaya unaoleta, ninashika, toka. Rabo shaka, haribika. Kwa hiyo kwa mamlaka ya jina la Yesu, tuna uwezo wa kukemea mapepo chafu na kushika hata majoka. Majoka katika ulimwengu wa sasa tunaweza kusema chochote kile ambacho hakimpendezi Mungu, hiyo ni joka. Unasikia hofu. Hofu ya nini wakati Mungu amesema sisi ametupa roho ya simba ndani yetu? Watoto wataua, watoto wa Mungu ni majasiri kama simba. Kwa jasiri tunakasta tu hiyo roho ya woga. Pigwa kwa damu na kondoo. Haleluya. Na amesema kabisa tusiogope. Hajatupa roho ya utumwa iliyotoa woga, bali ametupa roho ya nguvu. Katika hiyo we called him Abba Father. Kwa hiyo woga ni nyoka, tunamtoa kwa damu na kondoo. Toweka woga katika masomo, woga katika kazi, woga katika maisha. Toka katika jina la Yesu. Na mamlaka katika mtoto mzuri wa Bwana. Haleluya. Kwa kitu chochote, iwe hofu, iwe woga, iwe chochote kile ambacho unakiona kwako hakimpendezi Mungu, huo ni woga. Toa hiyo tabia ambazo zinakushinda, hiyo ni joka. Toa kwa mamlaka ya jina la Yesu. Na pia tunaona anasema kabisa wataweka kwamba hata wakinywa cha kwenye kuficha hakitakuzuru. Hata ukinywa kitu kilichofichwa hakitawadhuru kabisa. Haleluya, Yesu ni mfalme. Hakika. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Mungu wetu ni mzuri, watumishi wa Mungu. Mungu wetu ni mzuri, watoto wa mfalme. Umeona, hata ukinywa kitu cha kuzuru, umeshangaa umetoka hivi umeenda sehemu, wetakasa tu kwa mamlaka ya jina la Yesu, hakitakuzuru. Watu wamekusemea hila, watu wamekunenea hila, as long una Mungu, wewe sema tutamka jina la Yesu. Uko una vita kazini, wewe ya maneno, wewe sema katika jina la Yesu ninafuta na batilisha kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo Nazareti. Haleluya. Risa ndarapa mavaga mandira. Haya, na hapo kwenye kila kitu cha kuzuru, yani hakitokuzuru. Ni kwamba sio tu chakula, hata kama kazini watu wanakufanyia hila, zongu na Mungu, ukitamka jina la Yesu Mungu anakushindia. Kwenye kitu chochote, kwenye biashara, ukienda kwenye masomo, azongu chochote unachiona kwamba kuna hila za ibilisi, ukilitamka jina la Yesu, hakika utaokoka. Hakika atakupigania. Hakika, maana ndani ya jina la Yesu kuna mamlaka, kuna nguvu, kuna kupiganiwa na kuwekwa huru na kupokea ushindi kweli kweli. Na pia ndio maana anaendelea anasema kwamba wataweka mikono juu ya wagonjwa nao watapata afya. Shanda raba masika rabo shaka. Haleluya. Mungu wetu ni wa ajabu. Mungu wetu wa ajabu. Mungu wetu wa ajabu. Mungu wetu wa ajabu, we ajabu, ajabu, ajabu. Umeona, kwa mamlaka ya jina la Yesu tukiwekea wagonjwa, wao wanapokea ponyaji. Tusiwatumaini wachungaji too much. Una mamlaka hiyo. Tubu, omba kwa mamlaka ya jina Yesu. Unakataa ugonjwa katika mwili wako, unakataa ugonjwa katika watoto wako, unakataa ugonjwa katika mume wako, unakataa ugonjwa katika rafiki yako au mfanyakazi mwenzio, unakataa au hata kwa watumishi wako, unakataa kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo Nazareti. Hiyo mamlaka iko ndani yako. Mungu aliomba mbingu na nchi, yuko ndani yako. Mungu aliyomfufua Yesu Kristo yuko ndani yako. Anaishi, mfalme wa falme. Bwana Yesu anatawala mbinguni, anatawala duniani, na ana mamlaka hata kwa kuzimu, ana mamlaka hata na wafu huko chini huko kuzimu. Kwa hiyo unakitakiwa kuogopa chochote. Tuna watumaini watumishi, lakini kuna muda simama mwenyewe, kwa sababu nguvu na uweza zipo ndani yako. Tumia jina la Yesu. Cast out disease, cast out fear kwa jina la Yesu Kristo Nazareti. Unaachilia jina la Yesu katika maisha yako. Just nyenyekea, utaona mkono wa Mungu naye atakuweza kwa wakati wake. Kwa hiyo usiogope. Tunatumaini ndio watumishi ndio tunajifunza, lakini kuna muda simama mwenyewe. Sio kila kitu tumewagaiza sasa hivi watumishi kama waganga kienyeji. No, that is wrong. Rika satarapa. You have the power of Almighty God upon you. Shataraba masika. Kwa tumia jina la Yesu, tumia damu ya Yesu ku rebuke hila za ibilisi. Kumbuka wewe ni mwana mfalme. Kumbuka wewe ni Mungu
ni mtoto wa Mungu aliye hai. Mapepo yote yako chini ya miguu yetu, wanatakiwa kututii. Mapepo sio wewe miungu, no, hao wanatakiwa kututii, wako chini ya miguu yetu kwa mamlaka ya jina Yesu. Pokea nguvu za Roho Mtakatifu, rasika rapa mavaga, pokea nguvu za Roho Mtakatifu, pokea nguvu ya kujitambua katika jina Yesu. Usiogope chochote. Mapepo, mashetani, wachawi, wanga, wote wako chini ya miguu yako. Usiogope wala usiwatumanie. Mtumanie Yesu Kristo, Mungu anaishi katika jina Yesu. Jitambue mtoto wa Kikristo, una mamlaka kubwa ndani yako sasa. Rasa tarapa mavaga katika jina Yesu, katika jina Yesu. Hivi tunavyofunga, ninaachilia neema ya utetezi juu yako katika jina Yesu. Pokea nguvu za Roho Mtakatifu, pokea nguvu ya Roho Mtakatifu. Utakaswa katika ufahamu wako, utakaswa katika nafsi yako, utakaswa katika moyo wako. Pokea Roho Mtakatifu, pokea damu ya Yesu, pokea ushindi, pokea amani pitao ufahamu zote. Zitaraba mavaga mandira. Kwa kuanzia sasa, mtumishi wa Bwana, hakika ushajua kabisa aliyokuwa ndani yako ni mkubwa kushinda aliyokuwepo nje. Hakuna chochote cha kuogopa, hakuna chochote cha kubabaika. Wewe mtumaini nani? Bwana Yesu, ndio Mungu aliye hai. Haleluya. Kwa hiyo nikutakie shalom shalom, amani ya Kristo iwe pamoja nawe. Siku njema leo. Amen. Bye bye.